Siku moja Rais Ibrahim Traore aliamshwa na kelele usiku. Akampigia simu bodyguard wake kumuuliza nini kinaendelea. Bodyguard akamwambia, mkuu, kuna kundi kubwa sana la watu wamezunguka ikulu. Basi itifaki za usalama zikafuatwa, Traore na walinzi wake wakatoka nje. Alipofika nje akakuta umati mkubwa sana wa watu. Na of course baada ya kusalimiana nao wakajitambulisha, wakasema, mkuu, sisi tunajiita Lewayans na kazi yetu ni moja tu, kukulinda wewe ikulu usiku ili maadui wasije wakakuua kama walivyomuua Thomas Sankara. Traore akarudi kulala. Ni mbinu gani rais huyu anazitumia kujilinda ili asiuawe? Hasa ukizingatia kwamba amezungukwa na makundi ya kigaidi ya Islamic State Sahel na Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, yani JNIM, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda, makundi ambayo of course mpaka sasa yameshaua takriban wa Burkinabe 15,000 tangu mwaka 2015. Hii ni sehemu ya pili ya inside story ya rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore aliyeingia madarakani kwa nguvu mnamo Septemba 30 mwaka 2022 baada ya kumpindua rais wa mpito Luteni Kanali Paul Henri Damiba. Kuna siku mfanyabiashara mmoja aliingia jijini Ouagadougou akiwa na mabegi mengi yaliyojaa pesa kiasi cha faranga za CFA bilioni 5. Akawatafuta wanajeshi walio karibu na Traore. Akawaambia kwamba ana mzigo huo wa pesa na yuko tayari kuwapa pesa zote hizo endapo wakikubali kitu kimoja tu, kumpiga risasi rais Traore. Wanajeshi hao wakakubali kwamba watazipokea hizo pesa, na mfanyabiashara huyo akawa na matumaini makubwa kwa siku za Traore kuendelea kupumua kwenye ardhi ya Burkinabe takriban milioni 24 zinahesabika. Ilipofika Novemba 8 mwaka 2024 ndio siku ambayo mfanyabiashara huyo alipanga kuwapa fedha hizo, na ni kweli tajiri huyo alifika sehemu aliyokubaliana akiwa na mabegi yaliyojaa pesa. Ndiposa wakamkamata na kumweka kizuizini. Tajiri huyo hakujua kwamba kipindi chote hicho wale wanajeshi walikuwa wanaripoti kila kitu kwa bosi wao, na hakujua pia kwamba kitu cha kwanza alichokifanya Traore baada ya kushika madaraka ili ajilinde of course ni kuwachukua wanajeshi walio na uaminifu mkubwa na kuwaweka karibu yake, ambao wamekunywa maji ya bendera ya Kiburkinabe haswa, yani kwa kifupi hawahongeki. Kwa hiyo walikuwa wanamchota tu akili wakati wanaendelea kumchunguza kwa umakini mkubwa, ni wapi amepata hizo pesa na ni nani yuko nyuma ya mpango huo, huyo anayeitaka damu ya Traore. Je, ni viongozi wa nje ya Burkina Faso ama wa humo ndani? Baada ya kukamatwa kwake, duru zikasema kwamba mtu huyu alikuwa na mahusiano na rais aliyepinduliwa, aliyetengeneza uhusiano na mataifa makubwa ambayo yana lengo ya kuzorotesha usalama wa ukanda mzima wa Sahel ili kujinufaisha na utajiri wa madini yaliyopo eneo hilo. Traore akawapongeza wanajeshi wake kwa ujasiri huo na kusema kuwa kitendo cha kumdhibiti tajiri huyo kimetuma ujumbe kwa wahusika kuwa Burkina Faso imeungana kweli katika kupiga vita ya rushwa, ufisadi na ubinafsi. Kulingana na The Africa Report, mbinu nyingine anayoitumia Traore mara moja akiwa na safiri na ndege ndani ya Burkina Faso ni kuzima kifaa muhimu kwenye ndege yake kijulikanacho kama transponder. Hiki ni kifaa kinachotuma na kupokea mawimbi ya redio kwenda kwa muongoza ndege ili kuitambulisha ndege ilipo na altitude yake, yani umbali ilipo kutoka usawa wa bahari. Lakini pia ukiacha ulinzi wa kibinadamu, Rais Traore anaamini sana katika ulinzi wa kiroho, na anaamini kwamba Mungu akiamua kuiondoa neema yake, hata alindwe na ulinzi gani, adui akiamua ataweza kupenya na kummaliza. Kwa hiyo Traore hutenga muda wake kwa ajili ya kufanya ibada, na kabla ya kikao chochote mahali popote lazima sala ifanyike kubariki kilicho mbele yao, maana msimamo wake wa kuikomboa nchi hiyo kutoka kwa utegemezi wa wanyonyaji umemtengenezea maadui wengi. Bila sala anaamini kuwa hatoboi. Wataalamu wa itifaki za kiusalama wanamuelezea Traore kuwa kabla hajaenda nchi yoyote ile nje ya Burkina Faso, wasaidizi wake lazima wapime. Kikao lazima kifanyike. Je, usalama atakaopewa na hiyo nchi husika atakapokuwa huko ni wa kiwango gani? Kama utakuwa ni usalama mkubwa, basi Traore huvaa mavazi yake ya kijeshi ya kawaida.
Lakini endapo ataona kuwa atapewa ulinzi wa kawaida tu, basi huhakikisha kuwa lazima amebeba bunduki yake kiunoni, mguu wa kuku, na lazima amevaa gloves zake mikononi, kuashiria kwamba muda wowote litakapotokea shambulizi lolote dhidi yake, kwa haraka sana, wakati walinzi wake wanapambana na adui na yeye mwenyewe anaingia mzigoni kummaliza adui. Kingine, Traore ameficha kabisa mke wake na familia yake kwa ujumla, akiamini kuwa udhaifu wa mwanajeshi yoyote yule pale mwanamapinduzi, hasa yeye anayesakwa na watu wengi, uko pia katika familia. Mke, mtoto na mzazi wakimshika tu mke, wakimkamata mtoto, wakimkamata mzazi, wanaweza wakadhoofisha nguvu yake na mwisho wa siku wakaweza kufanikisha azma yao ya kumuua. Njia nyingine ambayo Traore anaifanya ni kuongeza usalama wake binafsi, yani mabodyguard wake, kwa kuwatumia wanajeshi wa kigeni. Ripoti zinaonyesha kwamba anatumia wanajeshi kutoka nchi ambazo sio za magharibi, yani Urusi na China, ambao wengine wanahusika vile vile katika mapigano dhidi ya makundi ya kijihadi. Naam, wakati naendelea kukusimulia haya, ikumbuke kuwa Septemba 16 mwaka 2023, Burkina Faso, Mali na Niger walitengeneza muungano wao wa The Alliance of Sahel States ili kuunganisha nguvu katika kupambana na ugaidi. Na Januari 28 mwaka 2024, nchi hizi pia zikajitoa ECOWAS zikidai kuwa hazipewi usaidizi na nchi wanachama. Changamoto hii ya usalama ilimlazimu Traore afanye maamuzi ya kuliondoa jeshi la Ufaransa na kuvunja makubaliano yote walioyaweka, akidai kuwa uwepo wao nchini humo haujawa na tija katika kuvisambaratisha vikundi vya kijihadi. Lakini nini huwa kinawatokea viongozi ambao hukata ubia na mataifa magharibi? Well, historia inaonyesha kuwa viongozi hao hupewa majina kama dikteta na hatimaye wanauawa. Kuna mifano kama Thomas Isidore Noel Sankara, Patrice Lumumba, Muammar Gaddafi na wengine. Na tangu aingie madarakani, Traore amenusurika kuuawa zaidi ya mara 10 na kumfanya kuwa ndiye rais pekee mdogo Afrika ambaye amenusurika na mitego mingi kwa kipindi kifupi. Na duru zikasema kuwa Damiba, yani kiongozi ambaye Traore alimpindua, bado ana kinyongo na alichofanyiwa na Traore. Na ili uelewe kinachoendelea ukanda wa Sahel, ni kurudishe nyuma kidogo mpaka miaka ya 50 ambapo Charles de Gaulle alitawala Ufaransa. Alipoamua kuwapa uhuru makoloni yake ya Afrika, akawapa uhuru wa kupiga kura ya ndio au hapana. Ndio kana kwamba utapata uhuru lakini utabaki chini ya mifumo ya Kifaransa, na hapana ikimaanisha kuwa Ufaransa itaondoka moja kwa moja na wewe utabaki mwenyewe. Ni nchi mbili tu zilipiga kura ya hapana: Guinea chini ya Ahmed Sékou Touré na baadaye Algeria chini ya Ahmed Ben Bella. Makoloni mengine yote yakabaki kutumia mifumo ya Ufaransa kisiasa na kiuchumi, ikiwemo pesa zao faranga. Thomas Sankara mwaka 1983 akasema lazima tufanye mabadiliko. Kwanza akasema lazima tubadilishe jina la nchi yetu, na kipindi hicho Burkina Faso ilikuwa inaitwa Upper Volta, kwa akasema tutaiita nchi hii Burkina Faso. Na akasema raia sisi wa Burkina Faso tutajiita wa Burkinabe, yani watu waadilifu, upright people. Na akasema lazima tuwe na umiliki halali wa dhahabu yetu na uranium yetu. Lakini miaka 5 tu baadaye Blaise Compaoré akatumika kumuua Sankara. Na kabla hajafa, Sankara aliambiwa kuwa wanataka kukuua, na anayetumika na mabeberu ili akuue ni Blaise Compaoré. Sankara akasema, Compaoré huyu rafiki yangu ambaye tuko naye kwenye serikali moja, kama ni kweli ndiye anayetumika na hao watu kuniua, basi atafanikiwa, maana ni mtu wangu wa karibu kweli kweli. Na ni kweli, Thomas Sankara akauawa. Watu binafsi na mataifa mengi yanautolea macho ukanda huu wa Sahel kutokana na utajiri uliopo. Niger kwa mfano ana uranium inayotumika kwenye viwanda vya nyuklia kote duniani. Mali yupo Assimi Goita, ile nchi na mafuta. Na ukienda Timbuktu kwa mfano kuna utajiri mkubwa wa dhahabu. Guinea nako kuna utajiri na kadhalika.
Profesa PLO Lumumba anasema kilichofanyika ukanda wa Sahel sio mapinduzi ya kijeshi pekee, bali ni mapinduzi ya kiuchumi. Say, these are not coup d'etats. These are revolutions. Kwa hiyo Traore anatumia njia nyingi sana kujilinda, na haya niliyoeleza hapa ni kwa uchache sana. Na of course anaendelea kupokea pesa kutoka China, Urusi, shirika la fedha duniani yani IMF na benki za maendeleo, lakini tofauti yake na viongozi wa mataifa mengi ya Afrika ni yeye anasema kwamba anakopa, anapokea pesa, lakini pesa zinaonekana zinakoenda. Kuna mtu anayefanya ujinga Burkina Faso. Kwa nini raia wake wasimpende? Hata kama Burkina Faso ni moja kati ya nchi masikini duniani, huku makundi ya kijihadi yakizidi kurudisha nyuma jitihada za kimaendeleo, wa Burkinabe, yaani watu waadilifu, wana imani kuwa Thomas Sankara amerudi tena duniani kwa njia ya Ibrahim Traore, na lazima watafika nchi ya ahadi. Hakuna kinachotokea bila kusababishwa na kitu kingine, na ili upate connection au mnyororo wa hayo matukio, unahitaji taarifa za ndani, inside story. Mimi ni MC Shonde.